Na nashukuru sana mtazamaji wa chaneli hii na unaendelea kufuatilia clip zangu ambazo natuma kila wiki. Basi moja kwa moja wiki iliyoisha tulijifunza na tukaangalia ni mambo gani ambayo natakiwa yafanywe kama mwanachuo unapokuwa chuoni ili uweze kujitofautisha na wenzako. Basi moja kwa moja tutaenda kuangalia kipengele kinachofuata ambacho ni aina 4 za utajiri ambazo watu wengi wanazitamani na wanapenda kuwa nazo wanapokuwa chuoni, lakini namna kuzifikia kuna muda inakuwa ni changamoto. Basi moja kwa moja endelea kufuatana nami kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii, utaweza kujifunza mambo hayo. Moja kwa moja tuangalie na hizo 4 za utajiri ambayo kutokana na mwandishi waziri wa vijana Mheshimiwa John Nanauka anasema kwamba aina 4 za utajiri ambazo watu wanazitafuta baada ya kupata elimu wanapokuwa chuoni. Aina ya kwanza utajiri tunasema ni utajiri wa mali na fedha. Hii inakuwa vipi? Mwandishi anasema kwamba elimu unayopata inatakiwa iwe na sehemu ya kusaidia kupata ufahamu juu ya kutengeneza pesa na kumiliki mali. Kumbe elimu tunaipata sasa, na wengi ukiangalia lengo la kusoma ni lengo la kusoma. Wengi sisi hatusomi kama tupate maarifa, hapana, lakini pia kusoma, tunasoma ili tuweze kupata pesa ambazo baadaye zinatusaidia kuendesha maisha yetu. Na tatizo hili, kuna mtu mwingine anaweza akasoma mengi, anasoma chuo lakini akapata kiasi fulani cha pesa ambacho hakuna kinamtosha kabisa maisha yake, akaacha mambo ya kusoma kwa sababu shapata pesa ambayo alikuwa anatafuta tenda kuendelea na maisha mengine. Lakini mwandishi endelea anasema elimu hii itakupa maarifa ya namna ya kutumia rasilimali unazopata ili kutengeneza pesa zaidi. Unaona, kumbe elimu unayoitafuta wewe inakupa namna ya kupata pesa zaidi. Kuna pesa unaweza kuwa nayo, lakini unapata elimu inakuwa inakuboost tena kwamba unaweza kutumia kumbe njia hii mbadala ya kuongeza pesa zaidi ya hiyo ambayo ulikuwa unaitaka au zaidi ya ambayo unaipata kwa sasa. Na watu ambao tumshike pia elimu, tusimwache ende zake. Ukiachana kutoa tu ujinga, lakini pia inakuwa ni chanzo cha mapato. Yes. Mwandishi ndio anasema namna ya kuzitunza na mbinu za kuwekeza ili zizaliane. So elimu inatusaidia pia tunapata pesa. Yes. Namna ya kuimanage, uweke vipi, izaliane kwa namna gani iweze kuongezeka. Sasa kuna masomo mengine, masomo ya biashara, masomo namna ya kutunza pesa, namna ya kumanage pesa. Hiyo ndio elimu ambayo inatusaidia katika namna hiyo. Lakini mwandishi ndio anasema bila elimu ya aina hii utakuwa sawa na wale wenye vyeti vizuri ila maisha ya kifedha ni shida, au mtu anayefanya kazi kwa muda mrefu ila hadi anastaafu maisha yake ya kiuchumi ni magumu. Ya watu wapo sijajua kama umeshakutana nao katika maisha. Unakuta ndio ni watu wazima, watu zaidi na wazee wengine wamestaafu, lakini mwisho wa siku unakutana hata shilingi 100. Tulikuwa tukisikia wazazi wengine wakilalamika hata shilingi 100. So hapa alikosa elimu ya money management, na kumanage ile pesa katika kufanya kazi kwake zile siku zote ameshindwa kumanage ile pesa. Lakini anasema kama unachosomea kina aina hii ya elimu, ina maana lazima uitafute. Tutajifunza zaidi hapo baadaye. Hakuna anayefanikiwa kifedha kwa kucheza bahati nasibu. Lazima uwe na maarifa na mbinu za kusaidia kupata pesa na utajiri unaoutamani. So hapa tunakumbushwa kwamba pesa kuipata, ukiona mtu kafanikiwa kupata pesa sio kama amebahatisha, hapana, amefight. Uweze kuweka matarajio makubwa kwamba nitabeti, let's say una lengo la kupata labda milioni 10, unasema hapa mimi nitaenda tukubeti tu. Umeshaenda kubeti kwa milioni kubahatisha. So unabahatisha kupata, lakini kupitia elimu ni njia ambayo ni moja wapo mnaweza kusaidia ukapata hiyo pesa kwa njia ya halali na kwa njia ambayo ni ya uhakika. Na ndio maana mwandishi anasema kwamba hakuna anayefanikiwa kifedha kwa kucheza bahati nasibu. So hapo utajiuliza na wewe, kuna michezo mingine ya kubeti kwamba ya kubahatisha, pengine kuna fulani kafanya kabahatisha. Hapo utadiscuss, utafikiria pia, utaangalia, lakini that is true kwamba hakuna anayefanikiwa kifedha kwa kucheza bahati nasibu. Kila mtu anapambana, ana fight baadaye unapata hiyo pesa. Kwa sababu penye uchungu kuna
lazima afanye kile iweze kusurvive. Akiacha vile maisha yake endelee. Let's say mfano kwa dada utakuta yeye sasa yeye kuna muda ambao utafuti, lazima aingie akafanye biashara ambazo si halali ili tuweze kusurvive katika maisha yetu. Na ingawa tutajusha watoto wake maisha katika biashara ambazo si halali ili waweze kusurvive maisha ya chuoni. So usisahau kuwa unapokuwa hauna uhuru wa muda wako ni sawa na kusema kuwa umenunuliwa kuwa mtumwa na mtu mwingine. Faida kubwa ya elimu unayoipata inatakiwa uwe ni kukupa uhuru wa kuishi aina ya maisha ambayo unayataka. Kama umepata elimu na bado unahisi umekuwa mtumwa wa maisha, ina maana hiyo elimu bado haijakusaidia. Kama tulivyoona nyuma kwamba elimu inatakiwa tusaidie ni kutukomboa katika maarifa yetu. Unapofikiria, that is important of education. Usiingie kwenye mtego. Kuna wasomi wengi unaona wamehitimu chuo ila wanaishi maisha ambayo hawakuyatarajia, ila hawana namna ya kutoka. Elimu unayoipata inatakiwa kusaidia kukupa uhuru wa kuishi kulingana na ndoto yako na sio kujikuta ukiwa kwenye utumwa wa maisha. Kuna mtu leo unakuta anasoma lakini anasema kwamba mimi nikimaliza hapa nisipoajiriwa basi maisha yatakaponipeleka nitaenda huko huko. Hii tunasema ni dhana ambayo si sahihi, ni dhana ambayo ni potofu. Na kusema kwamba nimaliza yesi sijaajiriwa maisha yatakaponipeleka ndiko nitakapoenda. Utaanza kupanga mipango muda huu. Tumia muda wako vizuri kupanga mipango mikakati kwamba yesi nimekosa ajira na ndiko nilichosomea. Na kuna kitu kingine cha ziada zaidi tunaambiwa tunaposoma tuwe na skills nyingine ambazo zitatusaidia. Ukiacha na kitu tunachosomea na kitu kingine cha kufanya cha ziada kichwani kwamba maliza chuo na kufanya kitu gani mtaani. So unatakiwa ukae pia utumie muda wako vizuri kufikiria mambo kama hayo. Moja kwa moja tuangalie aina ya tatu ya utajiri ambayo watu wengi wanatamani tukiwa katika vyuo, wanachuo wengi wanatamani kwa chuoni. Aina ya tatu ni utajiri wa afya. Wengi tunatamani utajiri wa afya, tuwe na afya njema. Afya ni kila kitu, nasema afya is a driving force. Ukiwa na afya utafanya kila kitu, utasoma, utacheza, utafanya. Lakini kama una afya utakosa mambo mengi sana. Mwenyewe niko hapa kwa sababu ya afya, nimefanya niko hapa, nimeweza kuweka screen hapo kila kitu. Mwandishi anasemaje? Tuangalie mtazamo mwandishi. Mwandishi anasema unaweza kuwa ni mtu mwenye uwezo mzuri ila kama afya yako huwa inayumba kila wakati au unakuwa mara kwa mara, ina maana hautaweza kufanya mambo makubwa sana kwenye maisha. Tunaona hata vyuoni kuna watu unakuta yeye anasoma lakini anapata changamoto ya kiafya, anasitisha masomo, anakuja tena kuendelea, anapata changamoto ya afya, anasitisha tena. So mwisho wa siku unakuta muda unaenda pale chuoni, anakuta anachelewa kumaliza masomo yake kwa sababu ya afya. Ndio anasema ni muhimu sana kupata maarifa ya namna bora ya kutunza afya yako. Kuna madhara mengi ya yale ambayo unayafanya au kuyapuuza leo ambayo yataanza kuonekana ukishakuwa na umri mkubwa hapo baadaye. Hii tunaiona, kuna mtu unakuta yupo chuo lakini yeye pesa kwake imekuwa changamoto, pesa ya kula imekuwa changamoto. Sio unakuta anakula mlo mmoja kwa siku. Hii ni changamoto kwa sababu mwisho wa siku itapelekea vidonda vya tumbo ambavyo hataanza kuona leo. Atamaliza masomo yake, atapata, ndio ataingia kwenye ajira, lakini ameshaingia kwenye ajira nzuri kabisa, anapata pesa nzuri. Mwisho wa siku ile pesa itaisha kwenye kujitibu madonda ya tumbo ambayo aliyatengeneza akiwa anasoma kwa kujibana. Unakuta mwingine au muda anasoma siwezi kwenda kula, so inakuwa ni mbaya sana. So muda wa kula fulani umefika, utakuwa ukapate menyu yako safi ndio ndio mambo yako ili kuepusha mambo kama hayo. Na tumaliza usione leo lakini ukaona baada ya miaka 5 bado umeweza katika kazi yako, Mungu akujalie umepata kazi, lakini unaweza kuona ile effect ya madonda ya tumbo kumbe yatengeneza nyuma mwenyewe. So ni vizuri kupata maarifa juu ya kuzingatia afya. Kuepuka tabia ambazo zinaweza kudhoofisha afya yako kama vile ulevi, uvutaji, ngono nzembe na kadhalika. So mwandishi mmoja kwa moja tuelekeza kabisa kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo na amelenga ambao ni wengi wanafanya kwa chuoni. Jambo la kwanza ni ulevi. Ulevi maanisha ulevi, kutumia vilevi kama pombe. Pombe na madhara sana, inaweza ikaenda ikaunguza kule viungo vya ndani ikiwemo maini, figo, vinakuwa vinaathirika sana na ulevi. Lakini pia kuna ulevi upande wa uvutaji, unaenda kuharibu mapafu. Mwisho wa siku unajikuta ndani kwa ndani unakufa kwa ndani, kwa nje tunakuwa ni mzima, lakini kwa ndani umeshafariki. Unatembea ukiwa tayari umeshapoteza uhai wa viungo vyako.
Lakini pia natukumbusha kuna ngono nzembe. Ndio maana unakuta katika vyuo watu asilimia ya watu unakuta wanajihusisha sana mapenzi, lakini yeye anataka ashiriki na kila mtu. Sawa, unataka uchague mtu mmoja ambaye utaishi naye, sio kila mtu unataka upite, kila mtu unataka upite. Hapana. So katika afya hii inakuwa si salama zaidi. Huwezi jua huyu utakutana naye. So chagua mtu mmoja afu utulie naye huyo. Ila pia kutokuwa na umakini katika unachokula au unavyokula. So swali lingine anatuambia kwenye afya tuzingatie, tunatoe makini kwenye vyakula tunavyokula na kadhalika. Vyote hivi vimepelekea watu wajutie baada ya kumaliza chuo, kwa sababu baada ya kutumia muda na nguvu kubwa sana kukusanya mafanikio yao, wanagundua baadaye wanatakiwa kutumia pesa zote walizopata ili kutunza afya zao. Na hilo nimekuambia, utakuta mtu baadaye anaanza kutibu madonda ya tumbo tena kwa sababu hakuzingatia afya katika swala la kula. Basi moja kwa moja, aina ya mwisho ya utajiri ambao watu wengi watakuwa wanaochuona, wengine wanaitafuta, ni utajiri wa watu, tunasema social wealth. Anaweza nasema moja utajiri mkubwa sana kwenye maisha yako ni aina ya watu wanaokuzunguka. Unaona? Kuna watu wengi wameharibu maisha yao kwa kuwa na watu wasio sahihi. Kuna watu wengi ambao wamerahisisha mafanikio yao kwa kuwa na watu sahihi kwenye maisha yao. So unatakiwa kuwa na life cycle ya watu katika maisha yako ya chuoni ambayo inaeleweka. Kuna baadhi ya watu wameingia chuoni, tabia zikabadilika kwa sababu ya kundi la watu waliokutana nalo. Aidha kubadilika kuwa positive au kuwa negative. Na kuna baadhi ya watu wameingia wakaharibika zaidi. Kuna watu wameingia wakatoka wakiwa vizuri zaidi. Kama tulivyoangalia katika session iliyopita kwamba chuo ni kiwanda. So unapoingia katika kiwanda, malighafi unapoingia katika kiwanda inaweza katoka kama mbaya au nzuri. So chuoni ili utoe katika ukiwa mbaya au mzuri kutokana pia na marafiki ambao ukutana marafiki wa aina gani. So kuna muda lazima ufanye updation ya marafiki. Umeona huyu hakufai, badilisha mwingine ambaye anakufaa, una update your friends. Unaona? So hii pia inasaidia sana. Kwa mujibu wa mtaalamu Jeff Olson anasema mafanikio ya maisha yako ni wastani watu 5 wa karibu wanakuzunguka. Chagua watu wako wa karibu kwa uangalifu. So hata marafiki unakuwa nao wachache sana. Wanasema ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Unaona? Mungu anapotaka kukubariki huwa anatumia watu, na shetani anapotaka kukuharibu maisha huwa anatumia watu. So atakuwa makini sana katika ile swala. Kumbe Mungu anapotaka kuleta baraka zake zinapitia kwa watu, lakini pia hata shetani anapotaka kukuharibu naye pia anatumia watu. So na watu wale ujue yupi ni upi. So iko hapa, muombe Mungu akuongoze uweze kukutana na watu ambao ni sahihi katika maisha yako na ambao watakusaidia kwa mambo sahihi katika maisha yako unapokuwa katika chuo. Kuna watu maisha yao yalianza kuharibika baada ya kukutana na aina fulani ya mtu, na kuna watu ambao maisha yao yalianza kufanikiwa baada ya kukutana na aina fulani ya mtu. So wale wote wale ni watu. Huyo aliyeharibika kukutana na watu na aliye ambaye kuharibika kukutana na watu. So tutakuwa makini katika uchaguzi wa marafiki tunapokuwa katika vyuo vyetu. Asanteni sana mnaendelea kufuatilia video zangu, na hii ndio itakuwa mwisho wa session hii ambapo tumejifunza aina 4 za utajiri ambazo tutakuwa tuzimiliki tunapokuwa katika vyuo vyetu. Na moja kwa moja katika kipindi kitakachokuja tutajifunza mtandao, tutajifunza mtandao wa watu ambao watakuwa nao. Tumeongelea swala la marafiki ambao watakuwa kwa nao. So wiki ijayo specify ni aina gani ya watu ambao watakuwa nao katika masomo yako unapokuwa katika vyuo. Shukuru sana, usahau kusubscribe, kuweka na comment katika channel hii. Pia kama una rafiki yako unaweza kumshirikisha naye akatazama akajifunza. Asanteni sana.